Usinishike. Why? Nenda kaoge. I'm clean. Uliniambia huu ndio mwanzo wa safari ya mapenzi yetu. Kia sina mpango wa kuoa. Alafu nikirudi nisikukute huko. Johnson, please don't go. I love you, Johnson. Asubuhi madam. Salama za kwako? Nzuri mama. Leo umekuja mapema sana eh? Ndio madam. Alafu leo nitakuingizia 200,000 iliyobaki kwenye account, sawa? Tashukuru sana madam. Okay, alafu pia nahisi nitachelewa kurudi. So, funguo niweke pale pale tunapekaga. Sawa. Uwe na siku njema eh? Pako pia mama. Na historia kuandikwa na washindi. Wewe ni mshindi Johnson, lakini bado una vita nyingi za kupigana. You are going to conquer the world. Yes, you. Yes. Naomba huyo mlinzi anayehisiwa kuhusika kwenye hilo tukio alipote ofisini leo haraka sana. Okay, sawa. bosi. Huyo ndio anakwenda kufanya kazi. Utaiweza kazi ya ulinzi kweli? Yes, nitaweza. Kazi yako ulionipatia mimi nimeshinda. Huyo mwanaume mwenyewe na wanawake wengi wanaonekana ni mbaya. Alafu nimeota jana usiku ananiua. Huyo mwanaume anaonekana ni mbaya. Ojo bwenye nimekupea kushinda, right? Ndio imenishinda.
Naitwa Latifa Okoe, ni mwanasheria. Niko hapa kumrepresent mteja wangu Mr. Ikoki. Karibu. Ninazo taarifa zako. Na nilimwahidi Mr. Ikoki ya kwamba nitampa fidia ya pesa kutokana na uharibifu uliofanyika nyumbani kwake. Na kiwango cha pesa ambacho nilimwahidi ni shilingi taslim milioni 15. Natumai unalifahamu hilo. Mrejesho ulikuwa ufanyike tangia jana. Mpaka sasa mko nje ya makubaliano. Mr. Johnson, hatuoni sababu ya kutokuwapeleka mahakamani kwa sababu mpaka sasa hivi mko nje ya mkataba. Nikutakia siku njema. Latifa, ifikapo saa 12 za jioni, pesa zitakuwa zimeshaingia kwenye akaunti ya Mr. Ikoki. Yamebakia masaa 3. Latifa, you're so beautiful. Thank you. Uko sawa? Ninazo Panado, zinaweza kukusaidia. Naweza kulala. This is Natalia. Mimi ndo nimekuita hapa. Unashiriki mapenzi jinsia moja? No. Niko na job. Metajikona akiwa amekufa au akiwa amefilisika. Kwani mimi sijawahi kuua? Kwa nini auawe? Na kwa nini afilisike? Johnson? Naam. Kwa sasa hivi unaendeleaje? Kikweli najisikia sawa. Niko sawa sasa. Basi sawa. Mimi hapa naenda zangu kazini. Kuna ofisi moja nafanya usafi, kwa ndo naenda. Sawa, sawa. Samani, hivi uliniambia wewe ni mtu wapi vile? Mimi hapa ni mwenyeji wa Moshi. Nipo hapa mjini kujitafuta tu. Aha, sawa. Mimi ni mtu wa Musoma. Lakini na mimi nimekuja hapa da kujitafuta kama wewe tu. Basi sawa. Ndio. Hii hapa 500 utakula miogo. Asante. Na hii hapa 200 utakunywa maji ya kandoro. Asante. Asante sana. Asante sana. Sawa. Kazi njema.
Asante. Nini kinaendelea? Mbona sielewi? Okay. Kuanzia leo tutaishi hapa. Unasema? Vipi, hujapapenda? Hapana, sina maana hiyo. Pazuri, lakini unatoa wapi hela ya kulipa hapa? Okay. Bosi wangu kanilipa kabla ya wakati, kwa hiyo tutaishi hapa. Sawa. Sasa Ni mwanaume mwenye nilimpenda sana, lakini baada ya kupata mali amegeuka. So sihitaji kuona akiishi. Udhaifu wake ni wanawake. Unatakiwa kumfanya akupende. Ukifanikisha, 60% ni za kwako. And the rest is mine. Deal? yeah. Done. Ndio huyo? Yes. Reply faster. Kwa nini mwanamke mzuri kama Mwanajuzi? Ili naweza kuishi. Karibu chumbani kwangu.
Mapenzi humsukuma mtu kufanya yale yasiyotarajiwa. Nilitaka maisha mazuri kwa ajili yetu. Nikaiba pesa kwa watu walioogopeka daa nzima, ili nitimize ndoto zetu, au za Johnson ambaye alifungua kampuni ya ulinzi. Ua nililochuma jalalani lilinyauka ghafla. Licha ya jitihada nyingi za kulitunza, lilinuka, halikunukia tena. Johnson hakuwa tena yule, au tuseme alikuwa yule, lakini sikumfahamu. Nyumba yetu ikageuka danguro na kasino. Nilimfanya ndoto, kumbe na alikuwa na ndoto nyingine. Nataria mimi nilifukuzwa katika maisha niliyoyaumba mwenyewe. Pesa, umaridadi, magari, kampuni, hakuna kilichokuwa katika jina langu. Oh, Johnson. Iwe ahera ama duniani, fungu la udhalimu wako litaripwa. Kioo changu kinasema ukweli wa maisha. Uso wangu wa huzuni na tabasamu ya kutosha. Wananisifu kwa maneno matamu yasiyo na nia, lakini moyoni wanachukua bila huruma. Nikiangalia Wow. I see. Sijawahi kuandaliwa chakula cha asubuhi hivi. Wewe umekuwa wa kwanza kuonyesha kunijali. Asante. Kaoga juu pasi kufungua. Sio nikaoge. Sema twende tukaoge. Shakuoga mimi. Kwani kuna baa tukienda kuoga tena? Umepata na nini leo? Kuna mtu anafanya maisha yangu kuwa magumu mpaka muda huu. Usitaki kuniambia ni mapenzi na kuchanganya. Pole mpenzi. Ipo siku utampata mtu wa maana katika maisha, sawa? Acha. kiangalia kiona upweke. Wanajifanya wanajali lakini wanachukua pekee. Macho yao yanang'aa kama nyota. Ni miezi 6 sasa hivi tangu huyu binti atoweke na pesa zetu bila mafanikio. Nilikuambia tusimwajiri mfanyakazi yoyote, tusubiri mama arudi. Angalia sasa. Lakini Brighton, sidhani kama huu sasa ni muda wa kulaumiana. Lazima nikulaumu kwa sababu umefanya ujinga. Mimi? Yes. Wewe unanifokea. Lazima nikupokee kwa sababu hizi pesa tumezipata kwa damu. Hata wewe unaweza kutoa wifi. Kwa unanifanyia mimi hivi ndugu yako, si ndio? Hey. Nasema kama nimewaweka tumboni mwangu
miezi 18. Naomba mshushe silaha zenu chini. Shushe silaha chini. Hivi nyi watoto mmefika mbali sana. Mama, kuna mambo mengine yanakera. Pamoja na hayo, lakini kiasi cha kutaka kutoana uhai. Ina maana huyo mtu mlimtolea wapi? Kariakoo. Mama, tumezurura kote kule anapoishi bila mafanikio. Sasa maeneo uliomkuta mtu mara ya kwanza atarudi maeneo hayo. Hivyo basi uwe mnaenda mara kwa mara. Haya, twendeni mezani, chakula tayari. Wewe nilikwambia weka silaha chini. Twendeni mezani, chakula tayari. Wewe ni mwanamke wa tofauti sana. Chukua. Hapana, sitaji lako. Are you sure? Uko tayari kubadilisha maisha yako? Ndio jambo nalotamani litokee kwenye maisha yangu. Nimechoka kuitwa malaya. Sawa. Mimi nakwenda kazini. Naomba usitoke leo hapa nyumbani. Kwa sababu nitakaporudi kutoka kazini kuna sehemu nataka nikupeleke. Sababu leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Yeah. Yeah. Chakula ni kitamu sana. Umeingiaje huko? Hii nyumba iko na milango miwili. Akikukuta. You see this? Akishakupea kila kitu. Na kisha unampea hizo. You understand me? Take it. Take it. Ndio. Ulikuwa wapi? Mbona nimegonga muda mrefu? Nilikuwa chumbani hani. Nimesahau laptop.
Sikia nikwambie, mimi ndio nilikupa pesa wewe, kwa hiyo mimi ndio mume wako. Sasa hizo ratiba za hivyo visichana vyako visiojua kuoga sitaki kusikia. Najua hujategemea ujio wangu kwa siku ya leo. Ni muda sasa mkiwatesa raia na wanao. Wajinga ni wengi, ila wenye maarifa ndio wanakula mkundi. Kila hatua yenu ipo kwenye kalamu yetu. Serikali hatujawahi kumfuga mhalifu. Tunakula na wengi, ila nakushangaa wewe. Wow! La Casa. Na matumaini ofa yetu ya leo utaikubali. Sipo hapa kula kila jasho la mnyonge asiyekuwa na hatia, bali ni kutimiza majukumu yangu. Na taarifa zinasema kwamba uvamizi uliotokea kwenye klabu na wizi uliofanyika wote mlihusika. Sikiliza wewe kijana. Sasa unaweza kupata donge nono wakati ukipeleleza hiyo kesi ambayo huna uthibitisho nayo, kama tunahusika au la. Nipo hatua za mwisho, muda utaongea. Changu kinasema ukweli wa maisha. Uso wangu wa huzuni na tabasamu ya kutosha. Wananisifu kwa maneno matamu yasiyo na nia, lakini moyoni wanachukua. Umepajuaje nyumbani kwangu? Mimi ndo Johnson bana. Top and down. Kwa hiyo Mr. Ikoki ndo kakuelekeza nyumbani kwangu eh? Okay. Nikusaidie nini? Anyway, nimekuja kukwambia tu tayari nishamuingizia Mr. Ikoki pesa zake zote kwenye akaunti yake. Alafu kingine, sikia, nikwambie kitu. Wewe ni kati ya wale wanawake ambao Mungu alitumia muda wake mzuri sana wakati anakuumba. Na mimi nakwambia, mimi sio kati ya hao wanawake ambao umezoea kuwatumia kwa ajili ya starehe zako. Sikia, kila mwanamke anatamani kuwa na mwanaume kama mimi. Hata wewe unatamani kuwa na mtu au mwanaume kama wanajifanya wanajali lakini wanachukua pekee. Macho yao yanang'aa kama nyota ndani, lakini ni kivuli cha tamaa kisichokuwa na thamani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Johnson. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Johnson.
Hey, mke wangu, ondoa shaka. Kila kitu nitakiweka sawa. Alafu si unajua jinsi ninavyokupenda mke wangu eh? Wewe ndo kila kitu changu, so relax. Sawa mama? Haya, asante. Nakupenda sana. Johnson mpenzi, ina maana una mke mwingine? Sikia, hilo neno mpenzi lisitoke tena kinywani kwako. Kwanza, sikukupenda na sikupendi. Ina maana Johnson ulikuwa unanichezea na uliniambia utanioa. Hivi wewe, sio kwamba nilikuwa nakuchezea. Sema hivi, tulikuwa tunachezeana. Alafu kuna usemi unasema hivi, no girlfriend, no problem. No boyfriend, no problem. But no money, big problem. So, unataka kazi, unataka mapenzi. Nataka kazi. Vizuri. Haya, nenda kaniletee ile file kwa kihitaji walinzi. Kuna file, kuna mteja alisema kwamba anahitaji mlinzi. So, nalihitaji hapo. Sawa? Sawa. Nenda. Kioo changu kinasema ukweli wa maisha. Uso wangu wa huzuni na tabasamu ya kutosha. Wananisifu kwa maneno matamu yasiyo na nia, lakini moyoni wanachukua bila huruma. Nikiangalia kioo naona upweke. Wanajifanya wanajali lakini wanachukua pekee. Macho yao yanang'aa kama nyota ndani, lakini ni kivuli cha tamaa kisichokuwa na thamani. Wanapokuja na maneno yenye ahadi tamu, wanachukua zaidi hata kile kidogo nilichobaki nacho. Ninabaki na picha isiyokamilika.